unaweza kudadavua Ayubu Mgando, wapi Yusuf Chipo aliweza kuikamata Simba ya kocha Steve Barker kwenye mchezo wa leo, kiasi cha kwamba kuna nyakati ulikuwa ukiitazama unaweza kujiuliza kwamba maybe Simba wamebadili utamaduni wao, ile kacha ya uvaaji wa jezi ama rangi ya jezi yao. Kuna nyakati unaweza kusema Simba ndio wamevaa ile kijani na nyeupe, alafu Mtibwa ndio wamevaa jezi nyekundu, namna ambao wachezaji walikuwa ni sharp, wanaonekana ndio timu ya kwanza. Yaani ukitazama Mtibwa ndio ilikuwa ni kama timu ya kwanza uwanjani, pia walikuwa ndio wako nyumbani kwenye mchezo wa leo. Very sharp. Yaani walikuwa namna walikuwa wanatengeneza mipango yao kwenda kwenye lango la mpinzani. Yes. Na umeongea vizuri sana. Mtibwa amecheza vizuri mno. Inabidi tuwape credit kwa sababu Yusuf Chipo kocha alikaa chini akaangalia madhaifu ya Simba ni yapi. Simba wanacheza mchezaji mmoja mmoja, hawachezi as a team. Yaani hakuna mpangilio, yani ile system uioni ikiwa inacheza kwenye kikosi cha Simba. Sasa yeye alichokifanya ni kuhakikisha kwamba njia ya kwanza sahihi kujilinda sio kukaa chini, hapana, ila tukae na mpira. Tuwafanye Simba na wao wautafute mpira. Kwa hiyo pale Simba alipokuwa kwenda kufanya pressing, wakiwa wanaanza pressing na Selemani Mwalimu, Mtibwa walikuwa wanatoka kwa triangles. Unakuta kuna pembe tatu zipo kushoto, kulia. Kwa Simba kila wakienda kufanya pressing, Mtibwa walikuwa wanatoka kwenye pembe tatu, pasi 1 2 3 hawapo kwenye eneo hilo. Kwa hiyo unajikuta Simba muda mwingi walikuwa wanaenda kupress vivuli vya wachezaji wa Mtibwa. Na yes, walikuwa very composed Mtibwa. Walikuwa abutui wakati wanatoka nyuma. Walikuwa wanatoka wakiwa na mpango kwamba Simba wanajua kabisa watakuja kufanya pressing. Na sasa madhaifu ya Simba kwenye kufanya pressing ni mchezaji mmoja tu ambaye angeweza kupeleka hilo shinikizo kwa wapinzani kwa nguvu, ni Kibu Denis peke yake. Ukimwangalia Eli Mpanzu si mchezaji ambaye anaweza akaofa nguvu kwenye kufanya pressing. Kwa hiyo ikawa ni rahisi sana Mtibwa kupita eneo la kushoto la Simba, ambapo kulikuwa na Anthony Mligo pamoja na Eli Mpanzu. Na hata ukiangalia mashambulizi yao mengi Mtibwa ambao walikuwa waki break through, walikuwa wanapitia upande wa kushoto ambao ni kulikuwa na Anthony Mligo pamoja na Eli Mpanzu. Na ukija kwenye midfield kulikuwa hakuna ile wachezaji wawili ambao walikuwa wanacheza kwenye ile double pivot. Nazungumzia Kagoma pamoja na Nabi Keita.